Kuna msemo husema kuwa msiba hauji kwa hodi, na ndivyo ilivyokuwa kwa familia ya Mariam Kombo wa eneo la Maungani. Baada ya nyumba yake kuteketea kwa moto usiku wa Ijumaa majira ya saa 2 usiku. Tukio hilo liliacha simanzi na huzuni kubwa, huku chanzo cha moto huo kikiwa bado hakijafahamika. Baada ya kupata taarifa za janga hilo, diwani wa wadi ya Kisauni, Hassan Ali Nassor, alifika eneo la tukio kujionea madhara yaliyosababishwa na moto huo na kutoa pole kwa familia iliyoathirika. Katika mwendelezo wa kuonyesha mshikamano na familia hiyo, siku zilizofuata, diwani huyo alitoa msaada wa matofali 300 pamoja na shilingi 100,000 kwa ajili ya kusaidia juhudi za kurejesha makazi yaliyoharibika. Akizungumza katika mahojiano maalum, alieleza masikitiko yake kufuatia tukio hilo na kutoa wito kwa wadau pamoja na wananchi wenye uwezo kujitokeza kuisaidia familia hiyo katika kipindi kigumu, maana mpaka sasa wanaishi kwa jirani yao. Tulipata changamoto kwa mwananchi wetu katika shehia ya Maungani kwa marehemu Hafidh Ali Tahir. Nyuma pale tulipigiwa simu kama viongozi muda wa usiku. Wakati tukio linaendelea, kulitokea shoti ya umeme na mwananchi wetu nyumba yake yote iliharibika, lakini cha kushukuru Mungu hakuna athari ya watu kuungua zaidi ya vitu ambavyo viliungua katika maeneo yale. Baada ya kupata simu tuliweza kuhudhuria yale maeneo tukaona, na tunawashukuru sana wenzetu kikosi cha zimamoto ambao walifika kwa wakati kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wetu na mali zao. Jambo lililotokea lilikuwa ni jambo kubwa na la kusikitisha sana, na sisi kama wananchi na viongozi tukaona ni vyema sana tuwashike mkono wenzetu kwa ajili ya kuona angalau na wao wanapata japo vyumba viwili kujenga na kuweza kujihifadhi na familia zao. Kubwa tulilolifanya ni kufanya harambee kwa wananchi wa eneo husika la Maungani na baadhi ya viongozi ambao wametusupport. Tumeshapata baadhi ya matofali kwenye maeneo yale, saruji kidogo pamoja na mabati, viongozi ambao wametuchangia, lakini bado tuna haja kubwa sana ya kuendelea kuchangia. Mimi kwa nafasi yangu diwani wa wadi ya Kisauni, nami nimechangia matofali 350 pamoja na shilingi 100,000 taslim kwa ajili ya ununuzi wa angalau saruji 5. Na nitoe tu wito, kutoa sio utajiri bali ni moyo. Hebu tuchukue fursa hii ya kuchangia kwa ajili ya wananchi wenzetu. Asanteni sana. Kwa upande wake, Mariam Kombo alieleza machungu aliyoyapata baada ya kupoteza makazi na baadhi ya mali zake, huku akitoa shukrani kwa wote walioendelea kuwa karibu naye tangu kutokea kwa janga hilo, na bado ameendelea kutoa wito kwa jamii, maana mpaka sasa hajapata makazi. Mimi naitwa Bi Mariam Kombo Hamisi, nakaa Maungani Uwandani, au wengine wanasema Maungani kwa Hafidh Ali. Tukio lilitokea siku ya Ijumaa tarehe 5. Mimi nilikuwa sipo. Humo ndani tulikuwa tunaishi watu 4, mimi na mume wangu na watoto wangu 2, lakini kwa bahati mume wangu mwaka jana ghafla alifariki. Alikuwa anaitwa Mzee Hamis Bakari maarufu Mjomba Chimba. Kwa hiyo mimi nilikwenda hapo Maungani branch hapo kwa wifi yangu. Kwa bahati tena narudi kama saa 3 na dakika 19 nikapigwa simu, niko hapo panaitwa kabla Mashasiri Daban. Sasa nikaambiwa, alinipigia simu mtoto wa jirani yako anaitwa Nahiri Ibrahim. Akanambia uko wapi? Nikamwambia niko Daban hapa. Akanambia basi fanya haraka huku, kwa vile mtoto kwa hiyo alinikatia tu, fanya haraka huku nyumba yako inawaka moto. Tena haya pale mimi pana vijana 2 nikaomba lifti wakanileta hapo mbele. Nilipofika ndo nikaona hilo tukio kwa linaendelea. Shukrani zangu, namshukuru sana kwa sababu mimi ndio kama nilivyojieleza kwa ni mwanamke mjane. Na sasa hivi majirani zangu wamenihifadhi hiyo nyumba ya pili hiyo mbele yangu. Na hiyo nyumba au majirani zangu si hao, hii nyumba ni ya mwenyewe, anafanyia biashara, anakodisha. Lakini kwa kipindi hichi kawaomba kwa mimi niwe maumo, ili huku wananisaidia kwa mimi nipate pa kuishi na watoto wangu, na huku nipate pahala nistirike. Kwa hiyo mimi namshukuru sana sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia namshukuru na yeye na kila aliyekuwa na moyo wa kujitolea, na ninawaomba
wananchi wenzangu wakubwa kwa wadogo, mwenye uwezo mkubwa, mwenye uwezo mdogo, viongozi, wananchi wa kawaida pia wajitolee, wanionee huruma. Hakika kidole kimoja hakivunji chawa, na katika nyakati kama hizi mshikamano wa jamii huwa nguzo muhimu wa kurejesha matumaini kwa waliopatwa na misiba. Mimi ni mzee Kondo Mwinyi, mkazi wa Maungani, jirani kama wa nyumba 3 kutoka hapa mpaka napoishi, nyumba labda 3 tu au 2. Hali ilikuwa mbaya, lakini tulijitahidi kuanza kwa majirani. Kwanza kulianza kwa mtandao wa kupigwa simu kwa kutafuta wale wahusika wazimaji, alafu na majirani tulishiriki kikamilifu. Naweza kusema maana ilikuwa kama huwezi kusema jirani gani hakutoka, kwa sababu ilitoka majirani wa kila pande kutokana na ule ukubwa wa moto. Lakini ule moto ulikuwa mkubwa, kwa bahati tukaangoja vikosi wahusika, sisi tukazuiliwa, kawa wao wanashughulika na kuuzima chanzo. Kwa hakika hakijajulikana, kwa sababu labda ilikisiwa umeme, kwa sababu shoti ya umeme, kwa sababu wenyewe walikuwa hawamo, hakuona tokeo lolote isipokuwa ulionekana tu moto na majirani. Kuna kijana katika anaishi nyumba hiyo, katika kukaa kule akaja usiku, ilikuwa bidhaa kama saa 2 zilianza kuendelea 2 saa 3 ya usiku, akauona ule. Baada ya kuona ule kijana, Mwenyezi Mungu alimpa sauti, akaanapiga makelele, sasa tufanya majirani sote tutoke kwa zile kelele zake. Tulifikiria mwanzo wengine mwizi labda, lakini kwa bahati kumbe moto ulipotoka moto, sasa tukaitana, ndio sasa chanzo hasa kijulikani. Naitwa Surea Sefu Mselem, mkazi wa Maungani kwa marehemu Hafidh Ali, na jirani yake ni Mariam. Tunajua kama sasa hivi tuna diwani. Moto unaweza kuteketeza nyumba, lakini hauwezi kuteketeza moyo wa upendo na mshikamano wa watu wanaosimama pamoja wakati wa majaribu. Mimi ni Ali Haji, mhariri picha ni Rashid Mohamed.